Viongozi wetu wa kanisa, maaskofu mlio hapa, wachungaji, pastors, ndugu wananchi wa Kajiado, hamjambo. Kajiado hamjambo. Kajiado meisisio laitoriani. Enda subabogi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hapo hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Basi, kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi ya kipekee tuweze kufika hapa siku ya leo kwa ibada hii ya muhimu na maalum, ili tuweze kuombea nchi yetu na vile vile tuweze kupata nafasi hii ya kujumuika na kuungana na watu wa hapa Kimana na Kajiado. Nataka niwashukuru viongozi wetu wa kanisa kwa kutunenea neno la Mungu na kutukumbusha sababu gani tunakuja kanisani. We come to church for fellowship. Na tunashukuru Mungu sana. Tumeungana pamoja na nyinyi. Leo tumefurahi sana. Mimi kwanza nimekuja Kimana mara nyingi. Leo mimi namshukuru Mungu nimerudi tena Kimana, mji wa baraka nyingi katika Kajiado County. Pongezi, nyinyi ni watu waaminifu. Ninyi ni watu wa ukweli. Nimekuja hapa ibada. Nimekuja hapa mikutano mingine. Na nimefurahi kila wakati nikifika hapa tunaungana pamoja. Askofu aliyetunenea neno la Mungu Wilson amesema ya kwamba kuna wazee wengi ambao leo wamekuja kanisani na walikuwa wamekwepa kuja kanisani kwa muda mrefu, na nasikia leo mlikuja mapema. So maaskofu mlio hapa, wale wazee ambao walikuwa kidogo wamelegeza kamba wachakuja kanisani, tafadhali msiwaache warudi bila maneno leo. Kila mtu ashike mzee wake amuulize ulipoteanga wapi, vile askofu amesema. Na mimi nataka nitangaze kwamba, kwa sababu najua naweza kuwekwa lawama kwamba wewe mbona umekuja leo na wale wazee wamekuja. Pengine ni wewe ulikuwa umewaambia wasikuje, na ndio wamekuja na wewe leo. Mimi sijawaambia maneno yote hawa watu. Wale wamekuja kwa sababu Mungu amewaita. Na sote tumeungana hapa kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Asanteni sana watu wa Kajiado kwa umoja wenu na kwa ushirika wenu. Hapa Kajiado mimi nafanya kazi na viongozi wenu. Nafanya kazi na viongozi wa serikali katika viwango zote. National government, county government, na mimi nafurahi sana niko na urafiki mkubwa vile vile na viongozi wa dini hapa Kajiado. And I'm very proud of the friendship. I am very proud of the partnership that we have with the people of this Kajiado as we build the partnership and friendship of the nation of Kenya. Nataka niwashukuru viongozi hawa kwa kukubali tuungane na tushirikiane pamoja katika majukumu ambayo tuko nayo. Tuko na majukumu mengi. Tuko na assignment kubwa ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele, mbali na changamoto tulizo nazo ya uchumi, mara nyingine mambo ya environment ama mambo ya kiangazi inapatikana, mafuriko katikati hapo, kuna changamoto nyingi. Lakini niko na imani ya kwamba yule Mungu tunamuomba atatusaidia Kenya hii tuibadilishe na iwe ni nchi tutajivunia sisi wote. I have no doubt in my mind that this country is going to be transformed. And together we are going to change the fortunes of our nation
and Kenya is a truly blessed country, sisi wote tukiungana pamoja. So ndugu viongozi mulio hapa leo, wale wengine wote, mimi nawauliza tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Changamoto tuko nazo nyingi, lakini vile vile tuko na nafasi mzuri sana ya kubadilisha nchi yetu. Mimi kwanza nataka niwapongeze watu wa Kajiado South. Nyinyi ni wakulima sugu. Pongezi. Nyinyi ni watu kabisa wa mrengo wangu, kwa sababu hata mimi ni mkulima. Unajua kuna watu wengine wanafikiri unga inatoka kwa maduka. Hawajui unga inatoka kwa mahindi ile tunazalisha nyumbani. Nyinyi watu wa Kajiado, wakati nilisimama hapa Kimana, niliwaeleza ya kwamba tutashughulika na mambo ya kilimo. Tutawasaidia wakulima wetu kupunguza gharama ya mbolea, kuhakikisha kwamba kuna usaidizi wa serikali, kupanga yale mambo mengine. Mungu naye akatujalia mvua. Leo tuko na chakula ya kutosha katika taifa letu la Kenya, na mimi namshukuru Mungu kwa sababu ya bidii ya wakulima wetu. Nyinyi watu wa Kajiado ni moja wapo ya county ambayo mnatusaidia, especially this Kajiado South, kwa kutuzalishia chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu. Na haiwezekani kazi hiyo kama hakuna ushirikiano ya serikali, wakulima, wananchi katika harakati hiyo. Nasema pongezi sana. Mimi najua ninyi mnakuza nyanya katika sehemu hii. In fact, muko mbele sana kwa kuzalisha nyanya katika taifa letu la Kenya. Na sasa pale Rombo tunajenga kiwanda ambaye itawasaidia katika biashara hiyo. Najua watu wa ENSDA wamepanga, na mimi nitawapatia msukumo kuhakikisha kwamba inakamilika, ndio tuweze kufanya ile inaitwa value addition, muweze kuchunga viazi na vyakula yenu, ndio tuweze kufikisha sokoni ikiwa sawa sawa. Kama wakulima vile niliwaeleza hapa, pia tunataka kupanga infrastructure ya kusaidia nyinyi kuhakikisha ya kwamba mazao yenu ya kilimo inafika sokoni, na tumeweka market infrastructure ambayo itasaidia wakulima. Tuwe na cold room, tuwe storage, tuwe na mahali pazuri pa kuuzia mazao yetu ya shambani. Na ndio sababu mmesikia viongozi wenu hapa wakisema hapa mahali naitwa Isinet tumeweka milioni 50 ya kujenga soko hapo Isinet. Saa hizi imefika 30%. Hiyo soko in the next 3-4 months itakuwa imekamilika. Wakulima wataanza kutumia. Nataka pia niwaambie soko ya Rombo tumeweka milioni ingine 50 na tayari tumetangaza kandarasi. Na hii Kimana yenu hii haiwezi kubaki nyuma. Pia hapa nawapatia milioni 50 ya kujenga soko ya Kimana. Ndio muwe na mazao yenu yakitoka shambani, muweze kupata storage. Wa mama wetu wanaouza na vijana na wale wengine wote waweze kuendesha hiyo soko mahali kuna heshima kubwa na kuna usafi na mambo yale mengine yote. Vile kwa sababu ni ya muhimu katika program yetu ya kupanga ajira ya hawa vijana. Nimesikia viongozi wenzangu hapa wamesema tuko na viongozi pande hii. Mary Senator yuko hapo, lazima nimtafutie kitu ya kufanya. Huyu Ole Meja kuna interview amefanya hapo, nitasahihisha nini yake nione kama amepita vizuri, nipatie kitu. Kuna mwingine hapo namna hiyo. Lakini pia kule kuna watu wengi hawana kazi. Ama nyinyi wote mko na kazi? Si hata nyinyi pande hiyo kuna watu hawana kazi.
Sasa wakati napanga ya pande hii, hata ya pande hiyo lazima nipange, na ndio sababu nimesema hapa Kimana, in the next 2 or 3 weeks tunatangaza ujenzi wa soko. Nyinyi vijana mjipange, mafundi wale wengine wote mkuje hapa. Vile vile Disemba hii tunaanzisha nyumba 1000 hapa Loitoktok. Hiyo nyumba 1000 pale Loitoktok tunahitaji engineer, tunahitaji surveyors, tunahitaji quantity surveyors, tunahitaji electricians, tunahitaji watu wamesomea mambo ya ufundi. Pale tunahitaji vijana karibu 500 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Kajiado mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulikubaliana aje? Tunaelewana? So tutapangana pamoja na nyinyi wale wamesomea taaluma mbalimbali, so that we can make sure that we grow the number of jobs ambayo itapatikana kwa vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Vile mumeelezwa na viongozi katika harakati ya kuleta usawa nchi yetu ya Kenya, tunataka tuhakikishe ya kwamba vile Yesu alikuja dunia hii, hakuja kwa watu wa sehemu moja. Alikuja ndio tuwe na usawa. The same thing we want to do. Tukizalisha chakula, tunahakikisha kwamba kila mtu, hata yule maskini wa chini, anapata pia chakula. Tukipanga hii mambo ya ajira, tunataka kila mtu, hata yule ambaye pengine hajasoma vizuri, anapata nafasi pia ya kufanya kazi. Tukiwa tunapanga mambo ya matibabu, na mnajua, tuambiane ukweli, mambo ya matibabu inaweka wananchi wengi katika hali ya umaskini. Mtu akienda hospitalini, bili kuja 200,000, 1,500,000, 1,000,000, 1,500,000. Unauza shamba, unauza ng'ombe, unauza mali, mwisho unakuwa mtu maskini. Na ndio nilisema ya kwamba hii mambo ya afya lazima tuwe na mpango ambayo itahakikisha kila Mkenya, bila ya kujali uwezo wake wa kifedha, anaweza kwenda hospitalini, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa. Na wale ambao wako na bima kama sisi, vile vile tuwe na mpango ambayo hata mama mboga atakuwa pia na bima ya afya, aweze kwenda hospitalini pia atibiwe na aende nyumbani. Hiyo ndio mpango tuko naye. Serikali 2 zilizotutangulia walijaribu hiyo kazi, lakini kidogo ikawa na matatizo. I want to promise you, this time round tumetengeneza sheria vizuri, tumeipangia vizuri, and I want to commit to you that we are going to succeed this time round, so that every Kenyan, kila Mkenya, wewe mtu ya Kajiado hapa, kazi yako ya kwanza, na nasema hivyo nikiongea na Wakenya wote, kazi ya Mkenya ya kwanza ni kujisajili. Uende hapo useme mimi naitwa mama fulani, na kujisajili ni free, hakuna kulipishwa. Unaenda pale unasema mimi naitwa mama fulani, mimi naitwa mzee fulani, unaandikishwa. Ndio tuwe na idadi ya watu katika dispensary ile, kuna wananchi wangapi, katika zahanati ile kuna wananchi wangapi, ndio tuweze kupanga madawa, tuweze kupanga madaktari, na tupange ile haja zote ambayo itatusaidia kwa mambo ya afya. Tuweke usawa ndio Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Tumekubaliana na county governments, tumekubaliana na viongozi wote ya kwamba safari hii we want to get it right, and we want to make sure that the whole country moves together. Kwa hivyo mimi nawauliza ninyi nyote tuweze kuungana. Ile kazi ya zamani ya kusemekana ya kwamba mtu mwenye hana uwezo anaambiwa hospitalini, wewe huna pesa, wewe enda nyumbani ungojee kifo. That is so inhuman. It is so unfair.
that amongst us as citizens, there are those who cannot afford, and they are left to die because they are not in a position to pay for health services. That is what we want to remove. Tunataka kuhakikisha kila mtu ataenda hospitalini, atatibiwa, na tutasonga mbele pamoja. Na haya maneno yote nilisimama hapa Kimana nikasema, wakati niliomba kura, nilisema tutafanya mambo ya housing, inaendelea. Nilisema tutafanya mambo ya markets, inaendelea. Nilisema tutasaidia wakulima, inasonga mbele. Nilisema hii mambo ya afya, ya kwamba ile NHIF tutaibadilisha, ndio hii inaendelea. Because it is a contract I have with the people of Kenya, and I have every intention to make sure that I fulfill the commitments that I made to the people of Kenya for the transformation of our nation. Kwa hivyo tutashirikiana tukiwa pamoja. Mwisho, mumeniuliza barabara ya kutoka hapa Ilasit, barabara ya kwenda Njukini mpaka Taveta. Si namna hiyo? Na hiyo barabara tulipangia pale mbeleni, lakini ikapata matatizo. Sasa mtu ya kujenga hiyo barabara amefika, ako hapa leo. Sasa hiyo barabara mtu ya kuulizwa ni mimi. Si ndio? Kwani kwa mtu mwingine ya kuulizwa? Na nimejileta. Kwani mlinitumia barua nikuje? Nimejileta. So hiyo barabara nasikia mjumbe wenu anataka kuniharakisha kusema Januari. Sasa wewe mosmos pole pole. Mimi nitakuja hapa Februari kuja kuanzisha hiyo barabara. Mambo yake iko tayari. Sawa sawa? Nitakuwa hapa Februari. Mimi mwenyewe kuja kuianzisha. Na mimi nataka nimalize hiyo barabara yenu kabla ya mtihani ya 2027. Ndio maneno iishie hapa. Tunaelewana watu wa Kajiado? Ile kazi ingine ambayo mumesema tufanye na mimi nilikubali ni maneno ya Amboseli. Mimi nilitangaza mwenyewe, sio kwa kushurutishwa, sio kwa kulazimishwa, kwa sababu nimefuatilia historia ya Amboseli na nikasema ni kweli hapo inatoshana na watu wa Kajiado. Tuko na mkataba na nyinyi kwa sababu mahali pale ni pori la wanyama, na tunataka tuhakikisha kwamba hiyo asset ya mambo ya wildlife ichungwe vizuri. Pale tuko na ekari karibu 96,000, lakini hata na nyinyi mmekubali, and that is why mimi nimekubali hata mimi, kwa sababu nyinyi ni wangwana. Mumesema serikali tukiwapatia ile Amboseli na nyinyi mtaongezea ardhi yenu yenye iko karibu na Amboseli ili isaidie wanyama wa pale, na sasa tuongeze watalii watakaofika pale, na nyinyi pia mupate mapato kutokana na mambo ya utalii katika sehemu hii. Therefore, I must congratulate you. Nyinyi mnaona kule Masai Mara, wale jamii ambayo iko karibu na Masai Mara wametengeneza conservancy kubwa around Masai Mara, na wanapata pesa nyingi kwa mambo hiyo ya conservancy. Nyinyi pia msome kutoka ndugu zenu wa Narok. Pia hapa tumekubaliana na Lenku ya kwamba mtaweka conservancy kubwa ambayo sasa itaweka pesa katika mifuko yenu. Ile kitu mimi nawasihi, msikubali ile shamba iko karibu na National Park ikatwe, kwa sababu mtakuwa mnaharibu ile ecosystem ya wanyama wa pori, na mambo ya wanyama itarudi chini, utalii itarudi chini, na sote tutapata hasara. Lakini mkiweka ile ardhi karibu pale
hiyo dunia yenu itakuwa dunia ya maana sana. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi. Najua kuna viongozi hapa wameniambia niharakishe, si ndio? Nafikiri ni kwa sababu Ishung'wa alisema kuna baiskeli ya kuibiwa, sijui inaendeshwa namna gani. Mimi nataka niwaambie hivi, hatua ya kwanza tumemaliza. Wiki ijayo ilikuwa kwa cabinet committee. Wiki ijayo the first cabinet tunakuja kupitisha sasa katika baraza letu la mawaziri. Baada ya hapo, kwa sababu ya kufuata sheria, wewe Speaker Bwana Justus na watu wako wa Kajiado County, tutalete mambo ya Amboseli katika County Assembly ya Kajiado, wapitishe na wakubali. Baada ya hapo nitapeleka katika bunge la taifa letu la Kenya, kwa sababu sheria inasema hivyo. Kwa hivyo nyinyi wa bunge, hasa nyinyi mnaotoka Kajiado, muwe mstari ya mbele kuanza kutafutia marafiki, ndio ikifika bunge tuweze kupitisha. Mimi sina taswishi ya kwamba tutapitisha katika bunge. Basi alafu tukimaliza hiyo kazi, mimi nakuja kusimama hapa Kajiado ni sign Kajiado Amboseli ikue mali ya watu wa Kajiado County. So hizo hatua mbili zimebaki. I am confident. Ile kitu mimi nataka tu mchunge. Si mmesikia mbunge wa Kajiado Central amesema kuna saa zingine walikuwa wanapiga tu no hata bila ya kusoma. Sasa mjichunge nyinyi, nisilete mambo ya Kajiado alafu mkapiga no tena bila kusoma. Ya Kajiado ikifika mnapiga yes, ama namna gani? Ama mnataka wakuja wapige no? So mjichunge sana hapo, unajua saa zingine mnajichunga. So hiyo ni maneno hatua mbili. And then the government of Kenya under my leadership, I have agreed, I have consented that we are going to surrender Kajiado County, Kajiado Amboseli to the people of Kajiado County. Mumesema hapa nyinyi ni wakulima, lakini nyinyi pia ni wafugaji. Ni kweli ama si kweli? Na kwa sababu nyinyi ni wafugaji, mimi nilisema pale nyuma hatujashughulika sana na mambo ya ufugaji. And this time round nimesema tutaweka mikakati, tutaweka pesa ya serikali katika mambo ya ufugaji. Ndio mulisikia juzi tukitangaza ya kwamba tumepata maziwa imeongezeka. Hata ile tunauza products ya maziwa kwenda nchi za nje imeongezeka karibu na shilingi bilioni 3 kila mwaka. Mambo ya leather ndio hatua ingine inayofuata. Tumeweka pesa karibu shilingi bilioni 1 kule Narok ya kutengeneza mambo ya leather. Nimeongeza pesa ingine Kenanie, mahali hapo Nairobi, mahali tutakuwa tunatengeneza mambo ya ngozi ya mifugo yenu, ng'ombe zenu, mbuzi zenu. Ile kitu mimi nataka niwaombe, na mimi governor Lengu yuko hapa, nataka uwasaidie hawa watu. Saa ile kichinjio pale, tunataka hiyo kichinjio isiharibu ngozi, kwa sababu ikiharibika ngozi tutaendelea kulete viatu na vitu leather products kutoka nje, na tuko na ng'ombe ya kutosha. So tuko na mpango ya mambo ya leather. Tumeweka a lot of money in the leather sector. Tumeweka pesa katika mambo ya kupunguza gharama ya mbegu. Ile sex semen, nyinyi wakulima mnajua, ilikuwa inauzwa karibu shilingi 7,000, 8,000. Sasa tumesema iuzwe shilingi 2,500 hapo chini, ile sex semen, na ile ingine ikuje 200, ndio tuweze kubadilisha hali na pedigree ya ng'ombe zetu. Ile kitu pia inatuzuia kuuza nje nyama yetu ni magonjwa. Na nimesema safari hii tutashirikiana na counties, kwa sababu ile vaccination tunafanya kila mwaka tunafanya nusu nusu.
Hii county inafanya, ile county nyingine haijafanya, ile county nyingine haijafanya. Sasa magonjwa inatuzunguka. Kitoka hii county inaingia hii, kitoka hii inaingia hii. Sasa tumesema tutafanya national vaccination. Ng'ombe zetu zote milioni karibu 23, mbuzi zetu zote, ndio tuondoe magonjwa, tuhakikisha kwamba nyama yetu iko na soko ya taifa letu la Kenya na iko na soko ya kimataifa, ndio tuweze kuongeza mapato ya wakulima wetu na wafugaji wetu. Nimeambia FCDC zile counties ambazo wako na ng'ombe nyingi, tutashirikiana na wao. Hata mimi niko na ng'ombe kiasi, sio mingi sana, lakini niko hapo, na tutapangana na nyinyi tuhakikisha kwamba mifugo yetu tunafanya vaccination, ndio tuhakikisha kwamba tunaondoa magonjwa, so that we can grow our livestock sector the way we are growing all the other sectors. Watu wa Kajiado, mimi nimewashukuru jameni. Our spiritual fathers, mimi nimewashukuru sana. Mimi najua kuna mambo mmeniuliza. Mimi nimekuwa mwinjilisti. Nikiwa university nilihubiri sehemu nyingi ya Kenya. Na mimi najua umuhimu wa watu ambao wanahubiri neno la Mungu. Na vile mmeniuliza ya kwamba mnataka tent ya kueneza neno la Mungu, mimi niko hapo. Hiyo tent nitatumana haraka haraka, na sitatumana ile ndogo, nitatumana ile kubwa, pamoja na viti. Jameni, munihakikishie mtahubiria taifa letu la Kenya. Mtafanya hivyo? Basi tuko pamoja hapo. Nimeona ya kwamba mumesema kuna sijui maneno gani ile itarudishwa. Hapana, siwezi kuwapatia ile ya kurudishwa. Mimi nitawapatia yenu ile ni mumeuliza. Hii ingine tuachane tu na mambo ya ugomvi. Hakuna haja ya kurushiana maneno, hakuna haja ya kuwa na mashindano, hakuna haja ya haya mambo yote. Mimi nataka niwaambie watu watulize maneno, watulize boli. There is no problem. Hakuna haja ya mashindano. There is no competition between the church and others, or between the state and the church. We are one partners, we are one country. Na wauliza ndugu wa Kenya, nchi hii haiwezi kufaulu kwa migawanyiko. Nchi hii haiwezi kufaulu kwa mashindano ya kugawanya watu. We have to be united. We have to work together. The church and the state must work together. Leaders from communities, all of them must work together. Leaders from different political formations, we must work together for the greater good of the country we all love, the country called Kenya. Sisi wote tuungane. Sisi wote tuungane. Malumbano, ugomvi, chuki, mashindano ya bure haiwezi kutusaidia. Mimi nawaomba, please, leaders. Na mimi niko mstari wa mbele. I want to promise the people of this nation that no religion is going to be left behind. No community is going to be left behind. No region is going to be left behind. No people of whatever political persuasion will be left behind. We are going to build this nation together. Sisi wote tukiwa tumesimama pamoja. That is how we are going to build Kenya. Kenya will not go forward if we leave others behind. We must stay united. And I am committed to making sure that the politics of exclusion, the politics of tribalism, the politics that divides people, we get rid of it in the Republic of Kenya. Sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja. Mungu ametuweka pamoja katika taifa hii akijua maana yake. So naomba jameni, tushirikiane, tukue pamoja. Wewe Kato, kwa sababu wewe ndio mtu yangu ya mkono.
hiyo tent ya hawa viongozi wasikule Christmas kabla tent yao haijafika. Fanya hiyo mpango, si ndio? Huyu mtu yangu ya mkono nitamwambia apange hiyo kazi. Na mimi nawashukuru sana hawa viongozi. Unajua mimi nimekuwa mzee kidogo kwao, hawa vijana wote, hata huyu mjumbe wenu Parashina, si ndio? Huyu Pashi, yeye pia ni mtu nasikia kumbe alikuwa evangelist pia. Sasa wewe karibia na senior evangelist ndio mimi, so ukuje hapo, si ndio? Ni mufanye mentorship namna hii ndio tutembee tukiwa pamoja. Nia yetu ni kuunganisha wananchi wote. We want to work together. Hakuna haja ya malumbano, hakuna haja ya mashindano ambayo yanagawanya wananchi. Tunataka tutembee pamoja. So na wale wengine wote tutashirikiana. Mimi najua dada yetu Peris amepata kidogo msiba. Tunasema pole kwake kwa sababu unajua Peris na huyu Kato walikuwa wanashindana, si ndio? Nikasema Kato aketi mahali fulani, mimi nikachukua Peris nikasema aende Senate, na wengine tutawapanga namna hii ndio tuwe timu moja, tuweze kutembea kwa pamoja. Nataka niwashukuru viongozi hawa wote waliokuja hapa, mama wetu wa county, senator, governor, wabunge wote, ma MCA, na wasihi tushirikiane na tufanye kazi kwa pamoja. Hawa wananchi wanataka sisi tuwahudumie. So Kajiado, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana. Jana nimetoka mkutano wa Jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Nimepata baraka ya ndugu zangu wabunge, wa marais wa sehemu hii yetu kwamba niwe mwenyekiti wa hiyo jumuiya yetu. Na nilisema pale ya kwamba nia yetu ni kuunganisha jumuiya yetu ya bara la East Africa. Kwa sababu our biggest market, soko yetu kubwa, mbali na soko zingine zote za kimataifa, ni soko ya East Africa. Hapo ndio tunauza mazao yetu mengi. Na kwa hivyo hizi mipaka tuko nazo tuzibadilishe, badala ya kuwa vizuizi ziwe ni daraja ya kufukisha watu, ya kufukisha mazao, ya kufukisha mali, ndio tuendelee na biashara, tuweze kuzalisha uchumi, nafasi za kazi zipatikane, mali ipatikane, tuondoe umaskini, East Africa yetu iweze kusonga mbele. And therefore, as I take over the responsibility of the chairmanship of East Africa Community, I made a commitment that we are going to make sure that because this is our largest market, I'm going to work with my colleagues to make sure that we turn our barriers into bridges and the stumbling blocks into stepping stones to make sure that East Africa becomes one. We can cross with goods, with services, with products, be able to expand our business enterprise and grow our economy as we make sure that we create enough jobs for our young people and create wealth for our region. So we are going to work together, tutashirikiana pamoja. So ndugu wa Kajiado, tumekubaliana jameni? Mnasema tutembee pamoja ama mnasema aje? Na hawa viongozi tuungane, tufanye kazi pamoja. Wale wanasema tuungane sisi viongozi wote tufanye kazi pamoja, sawa sawa. Nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Mungu awabariki kila siku. Thank you very much. God bless you.